ya hali zetu, na rejea hapa jijini Dodoma ambapo wakazi wa jiji hili wametakiwa kuachana na dhana potofu ya kubemendwa kwa mtoto inayodaiwa kusababishwa na mmoja wa wanandoa kukosa uaminifu dhidi ya mwenzake. Badala yake wameshauriwa kuelewa kuwa maradhi hayo kwa watoto husababishwa na ukosefu wa lishe bora. Mwenye undani wa simulizi hii ni mwanahabari wetu Alfred Bulahia. Kwa kipindi kirefu dhana ya kubemenda imekuwa ikihusishwa na mtoto kudhoofika kiafya kwa kuandamwa na homa za mara kwa mara, kuharisha na hata kutapika, ambapo wapo wanaodai kuwa chanzo chake ni baba au mama kumsaliti mwenzake na kwenda kufanya tendo la ndoa nje ya ndoa yake. Dhana hii imekuwa na mitazamo mbalimbali inayotofautiana kwa kila mmoja, ambapo kwa wananchi jijini Dodoma nao wapo baadhi yao wanaodai dhana hiyo ina ukweli, huku wengine wakiona huo ni uzushi wa kale. Ni kweli hiyo kitu kipo. Kwa mfano, nimewahi kushuhudia jirani yangu, mke wake alikuwa anachepuka sana hadi mtoto yule alishindwa kutembea, yani kakawa kanadumaa tu. Maana unaweza ukawa kama wewe unanyonyesha hivi, afu ukatembea na mwanaume mwingine nje, umeona? Afu vile vile ulivyotoka kule unakuja unamnyonyesha mtoto, lazima umwalibu mtoto. Baada ya kufanya utafiti wa hayo mambo, nikajaribu kwa watoto wangu, nikaona kabisa kwamba watoto wangu wanatembea na wako vizuri. Nilizingatia lishe bora kwa watoto. Dhana hii ya kubemenda ni imani iliyokita mizizi si kwa sasa tu, bali pia hata kwa wazee wa zamani. Hii mila tumeikuta, hata babu zetu walikuwa wanakemea sana. Mtoto alobemendo manake anakuwa na magonjwa nyemelezi. Mfano kama huko kutapika na ananyongea, kwa sababu mtoto anakonda, anakuwa na afya mbaya. Lakini hapa ukweli wa kisayansi unawekwa bayana na afisa lishe wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Mtoto akiwa amedhoofu inajulikana ni kama amebemendwa. Lakini sisi kwa wataalamu wa lishe tunalichukua kwamba ni imani potofu, sio kubemendwa, ni utapiamlo. Mtoto anakuwa amekosa virutubisho muhimu ambavyo anatakiwa kuvipata. Mama anatakiwa amnyonyeshe mtoto miezi 6 ya mwanzo ya maisha ya mtoto bila kumpa kitu chochote, hata maji. Wakina mama wengi wa Kitanzania wamekuwa wakiwapa watoto uji wa kuchuja. Na huo uji wa kuchuja unaunga tu na maji ambayo hayasaidii chochote. Timizi katika makundi 6 ya vyakula anakuwa amepata kundi moja. Na akiendelea hivyo kushiba kwa hayo maji na uji, inapelekea yeye mtoto kudhoofu. Alfred Bulahia, TBC. Wakati ukiendelea kutafakari shuhuda za wananzengo hao wa Dodoma na dhana hiyo,